Mipango ambaye anaitwa Bwana Jaguar wa Mipango. Kwa siku nyingi tulikuwa tukimtafuta sana ili tumuongeleshe mawili matatu, lakini hapa tumemkuta nyumbani kwao. Sijui kama ndo kwenu au kwako hapo. Ya, tumempata kwa kumtembelea rafiki yake, tumemchukua hapa. Unaitwa nani? Ambia kwanza watu kama wewe unaitwa nani? Mimi naitwa kwa jina la Jaguar wa Mipango. Jaguar wa Mipango. Jaguar ni msanii mkubwa sana katika tarafa letu la Kalemi, tunamtegemea sana, anafanya vitu vikubwa, lakini tulipenda kuuliza maswali kidogo tu, tulikuwa tunamtafuta kwa sababu ya maswali kidogo tu. Sijui kama tumepewa ruhusa. Ndio, mnaruhusiwa, mnaweza kuongea. Okay, asante sana. Tuna msanii Jaguar. Jaguar, tulipenda kuuliza wewe ni msanii wa kitu gani sasa? Unafanya kitu gani katika usanii? Mimi nafanya muziki ndugu yangu. Nimechagua kufanya muziki yani. Ya, amechagua kufanya muziki. Kwa hiyo wewe unaimba tu ama unachana tu? Unajua kuna kama ni kuimba na chana, kuchana na chana ndugu yangu, kila kitu nachanganya. Yaani unapiga hip hop poa, vest poa tu. Fresh yani. Okay poa. Tuko na Bwana Jaguar wa Mipango. Kwa hiyo mtakuwa mtatutafuta kwenye Janis Dick TV, mtakuwa mnatuona. Tunamhoji msanii wetu hapa. Msanii Jaguar, hivi nikuulize swali ya pili inayofuata. Kwa nini umechagua mambo ya kuimba? Katika sanaa nyingi ambazo tunazo, kuna wacheza sinema, kuna wachoraji, lakini ukachagua kuimba, kwa nini? Unaona, siku ile nilipokuwa mdogo, mimi nilikuwa napenda sana nikisikia wimbo yani najisikia faraja yani. Nilikuwa naacha hata kufanya kazi zozote ile ili nipate tu charge kwenye simu nisikie muziki. Yani muziki ulinibeba sana nilipokuwa mtoto mdogo. Mwisho siku nilipokomaa, basi muziki ukanibeba mpaka nilipokomaa nikajikuta naanza kuimba yani. Okay, tunaelewa kama muziki kwako ni kitu cha kawaida, umeanza toka utotoni. Toka utotoni. Mpaka hivi kisi unakomaa unakuwa Jaguar wa Mipango, yani muziki ni kitu chako. Yani nimekuwa na miaka 10 kwenye game. Kwenye game, hakika sana. Barida sana. Tuko na msanii wetu. Ila nilipenda kuuliza, hivi unavyofanya muziki, wewe unategemea nini watu wakusikie? Unapenda nini kwa watu unapokuwa unafanya muziki, Bwana Jaguar wa Mipango? Ndugu yangu, muziki ni kuelimisha jamii. Na hivi muziki ni kuelimisha jamii. Nataka watu wakisikia muziki wangu wapate mafundisho ndani ya hiyo muziki ndugu yangu. Kama muziki gani ambao unajua umeuimba na ukawa na mafundisho mengi ambao ulikuwa unategemea kwa watu kama wasikilizaji wakisikia wimbo wako watakuwa wanapata maadili mengi sana? Kama wimbo gani? Tuambie wimbo mmoja tu. Kama wimbo gani? Muziki wanaomba samahani wa kumrudisha mwanamke kwa ujumba yani. Ya, na maana mke anakwenda ukamrudisha. Okay, tuimbie basi kidogo tu. Kidogo tu. Watazamaji wanapenda wasikie kidogo tu ulichokiimba kwenye naomba samahani. Usinione naumia, moyoni nalia, sababu ya mapenzi. Nilikupa ushauri nikiamini utoniacha, leo mwenzo unaniacha. Mapenzi ya kweli umoja mashauri, mapenzi ya kweli upendo kamili, mapenzi ya kweli heshima kamili. Na tukishaishi hivyo nitakusaulisha yalopita, sio kwako wewe peke, hata kwangu mimi pia. Alichokipanga Mwenyezi Mungu kupangwa kwa binadamu sio rahisi kama unavyofikiri we. Asishi utamu. Bado ninakuhitaji. Asante. Bado ninakuhitaji. Hata na mimi naanza kidogo kuimba. Kwa hiyo tupo na msanii umenipatia faraja sana na furaha tele, sababu watu wengi watakuwa wanapendelea kazi yako na unafanya kazi kubwa sana. Hata YouTube watu wengi wanakufuatilia. Hivi wakipenda kufuatilia YouTube watakuwa wanaandika nini wakufuatilia YouTube? Yani wakiandika tu Jaguar wa Mipango fresh yani wanaanza kunipata kabisa bila shaka. Kwa hiyo tupo kwenye Janis Dick TV, tuna msanii wetu mkubwa sana na leo napata bahati ya kumgusa, maana tunamuona tu kwenye television na mimi nilikuwa bado sijawahi kumgusa. Nafurahi sana kumgusa Bwana Jaguar wa Mipango. Kwa hiyo swali nyingine nilikuwa napenda kuuliza, hivi umeshaoa au ndo ubachela unaendelea? Mimi siwezi kusema uongo. Mimi bado sijaoa, mimi bado bachela. Nyinyi wasanii sisi tunaogopaga, mnakuwa mnaoa hapa pembeni afu mkifika kwenye TV mnasema kama mjaoa ili mpate wake wazuri zaidi, au sio? Basi kwani uongo nisaidie nini ndugu yangu? Kusema ukweli ni kitu cha msingi. Basi ukweli ni dawa ndugu yangu. Poa sana. Kaka ni bachelor kama mimi na mimi ni bachelor. Tunajua hivyo. Na mimi ni bachelor na kama umeanza muziki mapema sana ukiwa mdogo na unafanya muziki hadi sasa haujaoa, una mpango gani kwa ajili ya kuoa? Mimi nitakapofikisha miaka yani miaka 13 mimi naweza kuoa fresh sana. Mimi napenda niulize swali. Naona ulivyo umependeza sana.
Hebu onesha kwanza buti ya gharama. Naona unavaa vitu vya gharama sana, vya thamani sana. Kwa nini wasanii wengine wao wanavaa tu vitu ambavyo havina vya thamani sana lakini wanaimba vizuri, ila wewe unaimba vizuri na unavaa vitu vya thamani, alafu kama ninavyoona samani na kutoa kofia, kama mnavyoona umeshaua, umesuka kabisa. Hivi unaweza kutuambia hivi vitu vinakuwa vinasaidia nini, vinachangia nini katika muziki? Hii ni mvuto tu ya usanii ndugu yangu. Ukitaka unaona kuna watu wengine wanafuatilia muziki. Unaweza kuvaa vizuri ili kuwavutia tena mashabiki. Ni fresh sana. Fresh. Balida. Yaani unavyoniona nasuka hivi ni muonekano. Muonekano Balida sana. Hiyo ndio nilipenda ufikie. Anapenda kusema kama ni muonekano. Wanasema msanii ana change muonekano. Utakapokuwa unapiga muziki fulani unakuwa na muonekano mwingine, una change unakuwa umeshapiga muonekano mwingine, wengine wanasuka, wengine wanapiga tenti, yote ni kuchangia muonekano, au sio ndugu yangu? Asante sana. Kwa hiyo mimi sikupenda kuchelewesha, maana tuko tunapita na tulikuwa tunafuatilia sana na tukapenda tujue nini unakusudia na kwa nini msanii ni nani? Watu wakipenda kujua kuhusu neno msanii, unaweza kusema msanii ni nani? Msanii ni kioo cha jamii. Yaani inamaanisha muziki unaelimisha. Na gisi muziki unaelimisha, basi msanii ni kioo cha jamii. Kwani wewe unaelimisha? Mimi naelimisha. Namna gani sasa unaelimisha? Namna gani unaelimisha kupitia nini? Yaani kupitia maisha naelimisha watu, kupitia yani mapenzi naelimisha watu yani. Wataje ngoma zako 5 ambazo umeshapiga vizuri. Ngoma 5. Ya kwanza ni Samahani. Samahani, ya pili Forever. Forever, ya tatu Maisha ni Balaa. Maisha ni Balaa, ya 4 Kila nikikuona. Ya 5 ya 5 imepita hiyo. Ya 5 sawa, ya 5 imepita hiyo. Katika nyimbo zote 4 ulizozitaja, ya wapi ndio umetia kuwa ya kwanza zaidi? Unaipenda sana mwenyewe. Maana sisi watazamaji ama wasikilizaji tunapenda zote hizo. Sasa wewe mwenyewe unajua nini unapenda zaidi? Kama wimbo gani? Nimeipenda Forever. Kwa nini umeipenda Forever? Forever ni muziki ambao nilifanya kwa bidii. Kwa bidii. Yaani niliuandika muda wa miezi 3 nikiwa nafanya ngoma zingine. Ila niliandika huo muziki nikafanya mazoezi. Yaani ukaniingia. Uliponiingia nikaona ni bora niende kufanya. Na siku nilipofanya ile muziki, vitu vilivyonitokea usiku vilinionyesha kuwa itakuwa ni muziki kali, yani muziki kali usiopimika yani. Hivi unaweza kutuambia ukatuimbia kipande cha Forever? Ile verse ambayo ulipenda sana katika Forever ni verse gani? Kwa cheko lako umeniteka, kwenye nyavu umeniweka unavyonipa narizika, kukuchoka siwezi kuchoka Asante sana Balida ndugu yangu. Kwa hiyo tunamsikiliza kidogo wimbo wenyewe wa Forever kwenye Janis DTV, tunakuwa tunasikiliza kidogo, afu baada ya dakika chache tutakuwa tunarudia na msanii. Kupenda ni bahati na mimi yangu bahati nimepata sipotezi. You and I forever. 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 You and I Krista Kitongo Makufuli, Swedi Kanyanduru, Papa Be Didier Done. Okay, tumesharudia na msanii. Vipi kulikuwa swali nyingine nipenda kuuliza. Hivi unafikiria watu wengi wakisha kutambua, wanawake wengi wanakujua, hivi unategemea mwezi gani unaweza ukaoa tukawa na shemeji? Mimi bado sijaoa ndugu. Bado hujaoa, hujapangilia hata kuoa. Ni mpango tu. Wasanii nyinyi mnasumbua sana nyinyi. Alafu siku hizi hujabebesha mtu mimba. Upo fresh kabisa. Nipo fresh. Basi nikichanganya mambo ya mimba na muziki bwana haviendani. Unajua wasanii hapa nyumbani tumeshawatambua. Msanii anapiga wimbo alafu anatafuta msichana ambaye atampenda sana, na akipiga mimba anakimbia Kasambondo, sijui Tabako Ongo, sijui wapi. Kumtoa kwa sababu ameshaogopa alichokifanya. Sijui kama na wewe ndio mpangilio wako au wewe unapenda muziki, unafanya muziki kama muziki. Mimi najua hakuna mtu yeyote anaweza kukupa siri yoyote ndugu yangu. Mimi nikwambie tu kuwa kwenye mila yetu yani. Hauwezi kukimbia damu. Ukikimbia damu basi wewe ndo utakufa, au damu hiyo utakayoikimbia itakufuata kokote kule. Maana
itakufanya kitu kibaya katika maisha ndugu yangu. Sio sawa kukimbia damu. Balila sana ndugu yangu. Kwa kumalizia nilipenda kuuliza swali. Hivi unapangilia nini baada ya nyimbo hii ulizonitajia? Unapangilia nini? Watu mashabiki wasubiri nini? Wasubiri nini kwa hamu? Unapangilia kitu gani? Hapa mimi napanga kutoa albamu. Albamu. Nyimbo ngapi? 12. Nyimbo 12. Jamaa utatua sasa hapa nyumbani. Nyimbo 12 utakuwa msanii wa kwanza ambao umeshika record ya kwanza kutoa nyimbo 12 na watu wanakusikiliza. Maana hapa tumeshazoea wimbo moja baada ya miezi 2 wimbo mwingine, sawa bwana. Kwa hiyo ukifanya nyimbo 12 utakuwa unavunja record hapa nyumbani. Tuambie wimbo wa kwanza utakuwa unatoka wakati gani? Wakati gani? Bado hujajua. Video yako ya kwanza ambayo umeshoot vizuri na ukafurahia video yako ya kwanza imeitwaje? Wimbo wenyewe video umeitwaje? Inaitwa Samahani. Na ule msichana aliyecheza kwenye muziki wako wa Samahani tukamwona kwamba alikuwa anapendeza sana, maana nimekufuatilia YouTube toka usiku, ilikuwa sijui Jumatano usiku kwenye YouTube, nikawa naangalia page zako nikaona umepiga na mwanamke mdada mkali sana. Sijui umemtoa hapa Kalemi nyumbani au umemtoa Tanzania, maana nyinyi tumeshawatambua. Mkipenda kufanya kitu kizuri mnaenda Bujumbura kutoa wanawake wazuri au Tanzania. Wewe umemtoa wapi yule mwanamke mzuri sana? Yule demu nimemtoa Sumbawanga. Sumbawanga. Ndio nimejua, maana alikuwa amengaa sana vibaya. Unajua umeua. Ile siku ulikuwa unaua ndugu yangu. Huko Sumbawanga ulifanyaje mpaka ukumpata huyo mwanamke wa Sumbawanga? Yule demu kweli nilimpenda, nilipokuwa napita nikiwa natembea na marafiki zangu, nilikuwa kwenda kusalimia marafiki zangu. Nikamwona yule demu, namuona kweli anavutia. Nikaamua kumfuata. Nikamwambia mawili matatu, basi naye kanikubalia sana. Najua mimi msanii bwana. Wewe msanii mtu mzima najua. Asante sana. Najua tunafika mwisho kwenye Janis Dick TV. Tulikuwa na msanii wetu Bwana Jago wa Mipango kama mnavyomuona, na ni msanii ambao anafanya vizuri katika tarafa yetu ya Kalemi. Tujue tuseme nini, province yetu ya Tanganyika anafanya vizuri sana. Sawa, kwa hiyo tulikuwa tuko naye na utakuwa mnamfuata sana kwenye TV, kwenye YouTube yetu mkiandika Janis Dick au mkiandika Janis Dick TV mtakuwa mnamuona, au mkipenda kwenda kwenye page zake zenyewe anaitwa Jagwa wa Mipango, mtakuwa mnaona kazi zake nyingi. Anafanya vizuri sana na tunamkubali sana, maana ni mtoto wa nyumbani. Kwa hiyo watazamaji wote tunaweza kuwaomba support yenu. Sijui kama una manager au manager bado sijakuwa. Ya, kwa wale ambao wana roho nzuri zaidi, ambao wana miela sana, wanaweza kumsupport ndugu yetu Jagwa wa Mipango. Anafanya vizuri na anajiweka kama msanii, anatafuta muonekano mwenyewe na anaimba vizuri, anachana vizuri. Najua mmesikiliza wimbo wake kwa upole tulipokuwa tumeupiga kwenye TV yetu, na hata hivyo mtakuwa mnasikiliza nyimbo zake nyingi sana kwenye TV yetu. Na mkipenda kumuona tafute kwenye Instagram, sijui namba ya WhatsApp unayo? Unaweza kaambia watu namba ya WhatsApp? Yani nitasema kwa Kifaransa kwa sababu mimi Mkongomani. Ya, kwa hiyo ndio lugha ya nyumbani. 083 24 93 037. Unarudilia tena? 083 24 93 037. Ya, vizuri sana. Tuko na Janis, nilikuwa mtangazaji wa Janis Dick TV. Tuko na kwenye kamera tuko na Sadik ambaye alikuwa ana shoot interview. Tunashukuru sana wapendwa watazamaji kwa kutufuata. Tufate tena kwenye anwani ya pili Janis Dick TV. Asante sana.